Karibu. Asante. Nashukuru uelewa wako. Wewe ni mwelewa, mwanamke mmoja mwelewa sana. Lakini nilikuwa na jambo kidogo ambalo linanisibu katika nafsi yangu. Kuhusu swaiba yangu bwana Mapunda. Tena linaniumiza roho kweli kweli. Huyu Mapunda umempa kitu gani? Mpaka umemtoa ubongo wa akili. Kumpa kitu gani? Yaani kuhusu nini? Simuelewi kabisa Mapunda. Yeye anaisahau familia yake kabisa. Kila kitu kwa Dailamu, kila kitu kwa. Hebu shemeji yangu nikuombe. Mtoto wa Nyapali. Mtoto wa Gwiji maarufu. Mtoto wa Kimbonzoro. Hebu muonee Mapunda huruma angalau kidogo. Aistili na ile familia yake kidogo. Mapunda anaweza kukaa humu hata wiki nje atoki. Kumbuka Dailamu yule ana watoto. Yule ana familia naye inamtegemea yeye. Mapunda anadharau mke wake. Kisa wewe. Hebu subiri kwanza wewe mzee. Unataka kuniambia wewe tangia ujana wako mpaka hapo ulipofikia kazi yako ndio hii tu? Kushauri mapenzi ya watu. Hauna kazi nyingine? Au? Hapana. Ukiona nimekuja kwako, hilo jambo limenichoma. Ile familia kila siku inalala na njaa. Mimi nimekuja kukuambia ukweli. Wale watoto wanaadhirika. Mimi ndio nafanya msaada wakati baba yao yupo anakaa humu. Afadhali ingekuwa mkoani tungesema sijui Mbeya au Dodoma, lakini hapa wewe mtoto wewe. Na wewe unavikujua mimi mtoto wa Nyapazi ukuzaliwa hivyo na familia yao haikuwa hivyo. Lakini wewe leo Dailamu unachukua wanaume za watu unawafungia ndani. Nisikilize nikwambie. Bwana kaka, kwanza naomba nianze na samahani. Japokuwa nasema mkubwa akosei, ila mimi leo naona makosa yako nikiwa kama mdogo wako. Kaka, siku za hivi karibuni umebadilika sana. Na hii inapelekea ndoa yako pia kutetereka. Yaani jinsi unavyoishi na mwanamke wako sasa hivi ni tofauti na ulivyokuwa unaishi naye zamani. Na maana mpaka nafikia hata kuja kukuambia, licha shemeji tu kuniambia mimi mwenyewe naona. Na sio mimi tu, hata watu wengine hapa kijijini pia wanaona na kuzungumzia kwa ubaya. Wasema wewe umebadilika, hauitunzi familia yako, haumjali mke wako na watoto. Sasa mimi kama mdogo wako sijapendezwa kabisa na hiyo hali. Na hiyo nimesikia tetesi kwamba ni kwa sababu wewe una kimada pembeni ambaye anakusababisha wewe unashindwa kuihudumia vizuri familia yako. Na sio hivyo tu, hata mimi mwenyewe zamani nilikuwa nikikuomba msaada, ndugu yangu na kuna kitu 1, 2, 3 ambazo tushirikiane, ulikuwa upo tayari tena mstari wa mbele kabisa kunisaidia. Lakini sasa umebadilika. Na uwezi kusingizia kipato kwa sababu kipato chako ni kile kile. Sawa, hakuna anayekataa mtu kuwa na mahusiano ya nje. Lakini mahusiano ya nje yasababishe wewe kuivunja ndoa yako. Alafu mbali na hivyo, kumbuka sasa hivi zama zinabadilika. Umri wako unazidi kwenda. Nguvu zinapungua. Mimi mambo haya nitakiwa niyafanye mimi bwana. Unajua mdogo wangu, kwenye hii dunia kuna watu wengine hawapendi wakuone wewe unavyoishi. Kwa hiyo wanaweza wakaona vitu vingi sana wanavizungumza, hasa ukiwa uko busy na mambo yako. Nimechunguza mimi umji hawanipendi. Wananichukia sana yani. Wala hawanitaki. Na ndio maana linatoka hili, linaingia hili, linatoka hili, linaingia hili. Alafu na huyu shemeji yako huyu, unatakiwa uwe naye makini sana. Shemeji yako ana vitu vya ajabu sana. Shemeji yako anakuwa na matumizi mabovu ya pesa. Hata ukimpa kiasi gani cha pesa, bado anaona hakitoshi, wakati hali yakuwa mimi sina kipato cha juu. Lakini hayo maneno yake anaweza kaja kutugombanisha mimi na nyinyi, ikaonekana nashindwa na nyinyi kuwasaidia au kuisaidia familia yangu. Kumbe kipato changu hakijitoshelezi. Yeye anashindwa kuvumilia kisa wivu wake wa ajabu ajabu. Hata siku moja sijawahi kumwandikia barua Mapunda. Na wala sijawahi kumtumia hata SMS. Yeye mwenyewe ndo alinitaka. Na kama unavyojua dunia ya sasa hivi, wanawake wengi, wanaume kidogo. Kwa mfano nikamkataa, alafu nikakosa kabisa mwanaume, baadaye nitaishije? Pamoja na hayo, sio hayo mambo unayofanya.
Umetoka katika familia bora, familia ambayo haina choo. Hiki choo unachokileta wewe kikwetu, manake roho mbaya. Hebu jaribu kumwangalia yule mtoto wa kike, amezaliwa kama ulivyozaliwa wewe, lakini wewe umeng'ang'ania mume wa mtu tu, hatoki ndani, hatembei kama guruguru. Kama huna kazi ya kufanya, naomba nenda mtaani kaendelee na kazi nyingine. Hapana Deilamu, kuna vitu lazima wewe mwanadamu fikiria. Hebu waone huruma wale watoto. Wewe nisikilize nikwambie, habari za watoto zake mimi hazinihusu, na sina sababu ya kumuonea huruma mtoto wa mtu, kwa sababu hata mimi nikipata wa kwangu yule mwanamke yule hata kuja mimi kunionea huruma. Kwa hiyo sasa, kama wewe habari sana wa kushauri, nenda kamshauri Mapunda, ila mimi hapa umegonga mwamba, kwa sababu mimi haki yangu kukubali kwa mwanaume atakayenitongoza, na hasa ikitokea na mimi nimpenda. Kwa hiyo napata tabu tu bure, fanya mpango uende. Mume wa mtu ni sumu, inaweza kukuta kitu kibaya kinapazuka hapa, shida kuja kuchukua nini hapa, mwili wa marehemu amchukue huku kupeleka huko. Wewe mbonzo unapona hapa. Hakuna maiti naozea nje. Kokote nitakapokufa ndipo nitakapozikwa. Kwa hiyo hayo mengine hayo yote halali yangu. Nisi kufa kwenye kidonda halali yake. Alafu usichojua kwamba yule Mapunda mimi ananipenda haswa. Kwa hiyo labda umfuate yeye ukamshauri. Hapa kwangu umegonga mwana. Fanya safari. Ongea kishujaa, lakini jua hii dunia. Sasa ukijaribu kumwambia hivyo anakuwa mkali. Umeona? Hata kama ingekuwa sawa ndio labda itokee mimi nina kimada. Sasa kimada ndo nishindwe kuijali familia yangu. Lakini unajua lisomalo lipo. Kama halipo basi linakuja. Unajua kaka, mpaka nafikia watu wanakusema, maana yake wanaona. Na ni kweli umebadilika ndugu yangu. Yule mwanamke watu wengi hapa kijijini wanamsifu. Na hata mimi mwenyewe hapa ni wa kwanza namsifu, kwa sababu anapata shida lakini bado yupo na watoto wake. Anapata shida lakini yupo kwenye ndoa. Inamaanisha kwamba anakupenda. Na mpaka analia, ikitokea amelia au amelalamika, ujue kuna mapungufu kiasi fulani ambayo yanajitokeza ndani ya familia. Yangekuwa mapungufu ambayo labda tuseme yako ndani ya nyumba yenu yenyewe, yalishia pale ndani, tukisema haya ya kawaida yapo. Lakini kila mtu anajua hapa kijijini. Sasa kila mtu, wazee wanakuzungumzia vibaya, na mbaya zaidi wanasema kwamba jambo unalolifanya unafanya ukiwa unafanya kwa makusudi. Umeona? Na kila mtu anajua kwamba una kimada hapa. Mimi niseme sawa mdogo wangu, mimi nilikushukuru bwana. Sawa, kwa wewe kuweza kutoa mguu wako kuja na hapa tumekutana, umenisimamisha, umeamua kuzungumza na mimi kaka yako. Nikushukuru kwenye hilo, kwa sababu ingelikuwa mtu mwingine asingeweza kuzungumza na mimi hivi. Lakini niseme penye mapungufu nitapafanyia kazi, na kwingine huko nitajiongeza kuona namna gani maisha yaendelee, ila tu kuwa makini na shemeji yako. Mimi nakuomba kuwa naye makini. Yaani mwanamke yule ni mchochezi yule. Anataka mimi na nyinyi tuonekane kwamba labda nashindwa kuwasaidia, kwamba labda nina pesa napata huko. Hakuna. Kuwa naye makini sana shemeji yako. Mimi nimekuelewa, lakini mdogo wangu, mimi nikwambie tu yule mwanamke anakupenda. Tena anakupenda sana. Wewe tu angalia jinsi ya kujirekebisha uweze kuishi naye sawa. Sawa, mimi nimekuelewa bwana mdogo wangu. Ndugu yangu, mimi nakuheshimu. Sipendi kuona ukiharibikiwa. Mimi kama mdogo wako. Naomba sawa, mimi nimekuelewa bwana. Ila kuwa naye makini shemeji yako. Niko naye makini bwana. Shemeji namjua mimi shemeji yako. Shemeji anakupenda kaka. Bidada. Kwema. Nzima. Safi. Haya, ukaa tena na kibebi chako. Wewe acha. Unajua tena nimetoka huko nimehangaika ndugu yangu. Maana bila mimi hamna chochote kinachofanyika. Kwa kweli. Haya, na vipi maendeleo ya nyumbani kwako? Yaani Aisha. Siwezi kukuficha kitu chochote. Nyumbani kwangu ni kugumu. Hivi unanielewa nikikwambia kugumu? Yaani kuna muda nafikiria hata kuondoka kwenye hii dunia. Ila isipokuwa hawa watoto nawafikiria. Hawa watoto nawaacha na nani? Lakini kwenye swala la nyumbani, hapana. Hasa dada, mimi ninavyojua, ukishakuwa mwanamke, tena hasa mwenye ndoa yako na unayeitwa mama, lazima utakuwa mwanamke shupavu na jasiri. Hivi leo hii unavyowaza wewe kufa, hawa watoto walishakufikiria?
Kama tu baba yao yuko vile, wewe unataka unaanza saizi hapa ufe tukuzike? Au ulishakufikiria kweli dada? Usiwe hivyo, kweli ni matatizo na ni mazito. Umeelewa? Hakuna lenye mwanzo ikakosa kuwa na mwisho. Yote yanapita na yatakwisha. Kikubwa tu ni kumwomba Mungu na kuvumilia, na sio kulikimbia tatizo, ni kulisolve tatizo. Tunanielewa dada? Mimi nakuelewa sana. Yaani ni bora tu niondoke. Mimi niko lazi kumwachia kila kitu. Nitaenda niishi huko mbali kabisa na watoto wangu, kwa sababu mimi ndo ninayeumia. Unajua, wakati nasikia mwanamke mpumbavu anavunja ndoa yake mwenyewe, nilikuwa naona kama masiala. Ila mimi sio mpumbavu Aisha, lakini hii ndoa mimi nitaivunja kwa mikono yangu. Siwezi kuendelea kuvumilia kwenye hii hali. Napitia magumu Aisha, wewe hujui tu. Mimi naamini vijana wote kwenye mji kama wangekuwa wanajituma kama mimi, basi mafanikio yangepatikana. Lakini mbona kama upo hapo kwenye mazungumzo? Kuna tatizo gani? Nipo hivi, unaniona? Hapana, mimi sijakuzoea hivyo. Ndio hapo tupo wote tunaonana sasa, nataka nikusikilizeje? Ongea. Mimi sijawahi kukaa na wewe afu nikaona namna hiyo. Hivi wewe Mapunda, wewe mimi unanichukuliaje? Yaani kwa haraka haraka tu ukiniangalia, unanichukulia mwanamke wa aina gani? Pumbavu eh? Ubongo wangu haufikirii vizuri, si ndio hivyo? Mbona sijakuelewa? Alafu unafika mbali sana. Muda wote unapita njia ndefu kuniongopea ili upate nini? Yaani nikikwambia shida zangu umepita huku au ueleweki, ili iweje? Yaani kuniongopea huku ili wewe upate nini? Na kwa nini unidanganya? Mimi nimekudanganya wewe? Hujui. Nikuulize, kuna hata siku moja umewahi kuniambia kama wewe una mke? Familia yako, watoto wako, mimi wananihusu nini mpaka wewe unanificha? Unateseka nayo mwenyewe, wanapata shida huko kwa ajili yako wewe mwenyewe, alafu unapata shida mimi unanificha. Ili iweje? Mimi ningejuaje kama wewe una mke? Una mke na watoto zako, na ndio maana mimi kila nikikutangazia matatizo yangu, leo umepita kushoto, kesho umepita kulia, kesho kutwa, hata haziendi kama ambavyo mimi nataka. Nikwambia mimi sio mwanamke wa hivyo. Umenielewa? Matatizo yako na familia yako pambana nayo huko, na kama umekuja kwangu lazima uwajibike. Familia yangu mimi najiweza, alafu wala haina matatizo. Yaani napitia magumu sana. Hebu niambie wewe hapo, uko wewe na mumeo tu, unawezaje kutumia 1000 kuanzia asubuhi mpaka jioni? Unatumia kitu gani? Unanua unga, unanua mboga, ama unanua nini? Hebu nisaidie. Mimi mwenyewe unavyoniona hapa, sio kwamba baba na relax kule nyumbani. Mimi pia nina matatizo yangu, umeelewa? Lakini najitahidi jinsi ya kuyarekebisha yale matatizo na yanaisha, umeelewa? Utakaposema leo wewe uondoke, uache familia yako, nyumba yako, kila kitu chako, ndio utamtafutia yule mwanamke sababu na utampa ushindi. Kwa nini? Yule ni mume wako, tena mmetoka mbali, mmeanza maisha yenu huko mlikotoka mpaka kufikia leo hapa. Leo uje uishie safari njiani eti kwa sababu ya mtu mmoja ambaye mnaweza ukafanya kitu chochote na akaisha. Usifikie huko dada yangu. Yaani hapa ni afe kipa, afe beki. Sisi tunaelewana? Mwendo ni ule ule, unakaza mpaka mwisho. Usimpe nafasi hata mara hii. Mimi niko pamoja na wewe. Labda tu nikwambie, hakuna kitakachoharibika. Cha msingi tu ni uwe mvumilivu. Sawa dada? Afadhali hata sasa hivi kidogo naona kuna njia ya kupita. Nashukuru sana kwa kunitia moyo. Yaani nakushukuru sana Aisha. Haina shida, mimi niko pamoja na wewe kwa kila hali. Hata usijali, na baadaye mimi nitapita tu kuja nikusaidie. Basi nikuletee hata karobo kaunga tu basi. Sawa. Haya basi baadaye. Usiwe mtu wa kulialia kiasi hicho, utafanya watoto wao waumwe. Haya, msalimie shemeji. Haya, usijali.
Kwa haina shida yoyote familia yako. Kwa kumbe yule alokuja hapa ni mjinga, muongo. Anakusingizia. Na ndio maana nakuona wewe haujatumia hekima mimi kunificha, kwa sababu sina shida nayo. Na kama ukijiona huwezi kuwa na mimi, haina lazima kunifuata. Kama huwezi kutekeleza shida zangu, kwa nini unifuate? Nenda kakae na mke wako. Basi nitapunguza upendo nyumbani kidogo. Upunguze upendo nyumbani kidogo? Mimi sina masiara unajua kwenye hili. Afu usichokijua tu, mimi mwanaume asionitekelezea shida zangu sina shida naye. Kwa sababu najua kabisa hana upendo. Sasa nisikilize. Umenielewa? Familia yako Yesu amesema haina shida. Iko vizuri, haina shida. Yaani iko vizuri. Sasa nisikilize. Mimi hapa nina shida. Shida yangu nataka shilingi 50. Alafu sitaki ichukue muda mrefu. Kwa sababu shida yangu ya umuhimu tu. Kesho kutwa iwe ishapatikana. Haina shida. Kesho hivi au kesho kutwa takukabidhi. Una uhakika? Nao. Nao kesho. 50. Ndio. Una uhakika? Uko tena mapapaya. Asante. Kwenda mwana kwenda. Mimi nina shida na wanaume wa lugha. Eti hela hapa mimi mambo yangu yaende. Mimi nina shida na wanaume vilaza saa hizi. Wani ni mimi? Eti hela hizo mimi nifanye mambo yangu. Mke wangu mimi ninachojua, nyumba ina kuta 4. Kuta 4 hizo zinahifadhi siri za wanandoa. Ukiona siri za wanandoa hizi za ndani ya hawa watu waliopo hapo zikawa zimevuja, kwa maana huyo ulionaye hajachezwa, ama kwa lugha ya Kiswahili ni msungo. Sina maana kwamba nakutukana, lakini inaonesha wazi mke wangu, wewe unashindwa kuhifadhi siri za ndani. Inakuwaje bwana Kapo anakuja kujua siri za ndani ya nyumba yetu? Ina maana mke wangu haukufundwa kuhifadhi siri za ndani? Nataka nikuulize kitu kimoja. Kwa mfano wewe hapo sasa hivi ukipatwa na shida yoyote ama tatizo lolote, wa kwanza kumwambia nani? Namtafuta mtu ambaye najua nikimweleza jambo langu anaweza kunisaidia. Huo ni uongo. Wewe ni mume wangu, mimi ni mkeo. Mimi ninapopatwa na jambo ambalo litanifika hapa, wa kwanza kukwambia ni wewe. Wewe nyumbani huonekani, hakuna maelewano mazuri. Ulitaka nikamwambie nani? Maelewano na wewe sina. Mimi nitatoka kumshtakia nani? Na mimi nahitaji kupata afadhali, kwa sababu kile kitu kinanitesa. Na ndio maana nimetoka nimeenda kuwaambia. Sasa hapo nimekosea kitu gani? Kwa hiyo ukaona umeshindwa kuyahifadhi hayo, ukaamua kutafuta watu eti waweze kukusaidia kwenye hayo. Nimekuuliza hivi, ulitegemea nikamwambie nani? Sasa hapo ndo unapoonekana wewe mwanamke hujatimia. Unapoenda kuwaeleza wenzio, kwa maana muda mwingine wanajaribu kuharibu ndoa zetu. Wanaelezana kwa namna nyingine, wanasema mimi sikujali wala sikutunzi. Wewe mwanamke, ningekuwa sikujali sikutunzi ungekuwa hivyo? Kwa wewe hapo unanijali na unanitunza mimi, si ndio? Kumbe ni maisha ambayo unaamka asubuhi unaacha 1000 alafu unaondoka unategemea usiku kirudi ukute wali na kuku. Si ndio maisha hayo? Ungekuwa wewe unaondoka na ile 1000 alafu unaniletea mimi uwe kuku na wali hapa nipike. Tatizo wewe mke wangu upende kujiongeza. Ukipewa hata shilingi 1000 jiongeze, mtoto wa kike. Usikae kae tu. Mbona wanawake wenzio huko wanajiongeza na maisha yanaenda? Kwa nini mwanamke wewe mwanamke wa kwanza kujiharibia? Jamani wewe mwanamke. Kwa hiyo subiri, ulitaka nijiongeze vipi yani? Nikakope ili niendelee kupata madeni au niende Sobibo? Si ndio manake? Kwa hiyo unachotaka mimi ni fake maisha.
ambayo sio maisha yangu. Wewe mwanamke hutaki kuishi kutokana na maisha yalivyo, unataka kuishi kutokana na watu wanavyosema. Mimi nina kipato gani? Nina kipato gani cha kuonesha ufahari? Lakini naamini kile kinachowezekana. Walikuku tule, hutaki. Walikuku kwa 1000? Hey, sikiza nikwambie, hicho unachoongea yote ni sasa tu unapiga kelele bure. Sawa? Wewe ni baba wa familia, unatakiwa kae chini utulize akili. Sio mimi tu. Watoto unawalea vipi? Hivi unavyohisi unachokifanya hapa watoto watakuja kuheshimu wewe? Unaipa malezi gani Watoto wanakuangalia wewe, wewe ndio baba, kichwa cha familia. Lakini baba haueleweki. Afu unakaa unakuja upesema eti umekaa huko unaenda kusema kwa watu, unatoa siri zetu za ndani. Siri gani ambazo za ndani unataka zikae? Unanibania na lipua kabisa. Unanibania na lipua. Nitakubomoana wewe. Nimechoka. Nitakubomoana mimi. Nimechoka. Nakwambia nitakubomoana. Mwanamke mko kama nguruwe. Sikiliza nikwambie, tena umshukuru Mwenyezi Mungu. Wallahi, isingekuwa hawa watoto ningekunyoosha wewe. Uninyoshe mimi? Tungenyooshana.